nguzo tano za Kiislamu, na hizi nguzo tano za Uislamu Allah tabaraka wa taala ametulazimisha mimi na wewe tu wenye kuzifuata hizo nguzo tano, isipokuwa nguzo moja ambayo ni kwenda kuhiji Maka, isipokuwa kwa yule mwenye uwezo. Na ukiwa una uwezo na haujaenda kuhiji Maka, basi utakuwa miongoni mwa wasiokulia siku ya Kiyama. Kwa nini ulikuwa na uwezo na haukwenda kuhiji Maka? Ndugu zangu katika imani, kunahitaji subra kushikamana na swala tano za siku nzima. Leo hii Waislamu kuna ugumu wanaojiwekea katika nafsi zao, wanakuwa hawatekelezi ibada za swala tano bila ya subra kuwezi kuzitekeleza hizi swala tano. Ndugu zangu katika imani, Allah amekujalia una riziki, una hela, una chakula nyumbani kwako, una mkaa, una kila kitu, lakini Allah tabaraka wa taala anataka na mimi na wewe tushikamane na subra tuweze kudiriki ibada ya Ramadhani. Si kwamba tuna dhiki, si kwamba tuna maisha magumu, la hasha, bali Allah anataka ulazimiane na subra ndipo uweze kudiriki ibada ya Ramadhani. Maana kila kitu unacho ndani na hauenda kabisa, ukiamka asubuhi unakiona, lakini Allah anataka mimi na wewe tusije mchana wa Ramadhani kwa ajili ya kudiriki ibada ya Ramadhani. Pasina kuona subra huwezi ukaifanya ibada. Ndiyo maana tukasema kigawanyo hivi vya subra Muislamu unatakikana uhojiwe na ushikamane nazo kwa lengo la kupata kusudi katika ibada zako. Athani, kigawanyo cha pili cha subra, asabru ala jitinabi maasiyati llahi taala, ni kuwa na subra kuacha maasi, kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ndipo mtihani wa Waislamu uko hapa, ndugu zangu katika imani. Haki imekuwa batili, batili imekuwa haki, haramu imekuwa halali, halali imekuwa haramu. Leo hii Muislamu nafsi yake inakuwa nzuri sana kwenda kukimbilia mambo ya haramu, nafsi yake inakuwa huru pale ambapo anatekeleza ibada ya haramu, lakini nafsi yake inakuwa ngumu pale ambapo anapotekeleza ibada ambayo Allah tabaraka wa taala amemwambia afuate. Ndugu zangu katika imani, maisha ya sasa ni ajabu, ni ajabu. Waislamu hawapati yale ambayo Allah amewaamrisha kwa sababu ya kutafuta riziki. Allah alishasema, wa in yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah tabaraka wa taala akikupa jambo lolote baya, hakuna wa kuliondoa isipokuwa yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Tunapataje nguvu ya kufuata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha? Leo hii Waislamu ukimwambia jambo hili lina kheri, anakuwa mwenye kusoma na mwenye kutokufuata lile jambo. Leo hii ndugu zangu katika imani, kuoa wake wengi, wawili, watatu limekuwa ni jambo la ajabu sana katika Uislamu, lakini zinaa imekuwa halali. Yaani njia ya kuelekea zinaa imekuwa ni nyepesi zaidi kuliko kuongeza mtoto. Leo hii kamali limekuwa ni jambo la kawaida kabisa, ndugu zangu katika imani. Kwa sababu gani? Watu hawana subra katika nafsi zao. Leo hii jambo la kamali limekuwa la kawaida, mpaka kwenye masimu tunayaona. Leo hii kamali imekuwa ni jambo la kawaida kabisa, kwa sababu ya utafutaji wa riziki umekuwa mgumu. Mtu anaona bora akabeti aweke buku apate $100,000. Hiyo tukutokuwa na subra, ndugu zangu katika imani. Leo hii ushirikina ndio umetamalaki. Mtu anakuambia siwezi kufanya lolote mpaka niende kwa mtaalamu. Ndugu zangu katika imani, haya yote ni kutokuwa na subra katika nafsi zao. Athalithu, kigawanyo cha tatu, asabru ala aqdarillahi almu'lima, ni kuwa na subra na makadirio yake Allah tabaraka wa taala yenye kuumiza. Ndugu zangu katika imani, mimi na wewe tumeumbwa na Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala ametukadiria, ndugu zangu katika imani, na makadirio hayo huenda yakawa yenye kuumiza nafsi zetu. Lau isingekuwa hawa tunaowaita mitume ama masahaba wasingelazimiana na subra, sidhani ndugu zangu katika imani kama Uislamu ukifikia mimi na wewe wakati huu. Hakuna mtume aliyekufa kwa umma wake isipokuwa lazima apewe mtihani na Allah tabaraka wa taala na mtume subra alikuwa nayo, na ndiyo maana walikuwa wanashikamana na subra, wanapeleka dini ya Allah mbele. Ndugu zangu katika imani, Nabii Nuhu, ndugu zangu katika imani, amelingania watu zaidi ya miaka 500, alimfuata ni mtu mmoja tu. Zaidi ya miaka 500, lakini aliyemfuata ni mtu mmoja. Ndugu zangu katika imani, huyo ni Nabii Nuhu. Lau asingekuwa na subra wangekata tamaa, lakini aliendelea kuwalingania watu. Ndugu zangu katika imani,
mimi na wewe ni kitu gani kinachotufanya mpaka hatushikamani na subra, mpaka tunazimiani na subra katika nafsi zetu, tunaenda kuvamia shirki? Ndugu zangu katika imani, qala Allahu taala, amesema Allah mtukufu katika Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu, na hakika mkiwa na subra na mkamcha Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumcha, la yadhurukum kaiduhum shay'an, havitakudhuruni nyinyi vitimbi vyao kwa lolote. Inna Allaha bima ya'maluna muhita, hakika ya Allah tabaraka wa taala ni mwenye kujua yale yote mnayoyatenda.